Naam, hujambo warigani mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya 5 Media. Leo tunaendelea kuletea habari ambazo zinaendelea kugusa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kubwa zaidi ni kuhusiana na Andambwile, mchezaji wa Dar es Salaam Young Africans, baada ya tetesi zake kuendelea kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa kigogo mmoja wa TFF afafanua yale ambayo yanaendelea, huku akieleza kwamba Dar es Salaam Young Africans wanatakiwa kuweza kuweka mambo yao sawa ili mchezaji huyu aweze kupata stahiki zake kama ambavyo inavyotakiwa. Baada ya sakata hilo kuzuka kupitia vyanzo mbalimbali vya kimitandao, kila mtu amekuwa na hili, mwingine amekuwa na lile, akieleza kwa hisia zaidi namna ambavyo mchezaji huyo Andambwile anapitia hayo magumu. Tukumbuke kwamba Andambwile Mwambalaswa alizaliwa Mbeya, Tanzania tarehe 12 Mei mwaka 2000. Ni mchezaji wa mpira wa miguu anayejulikana kwa nafasi yake ya kiungo mkabaji. Azizi alianza kucheza soka la kulipwa akiwa na umri mdogo na alikuwa katika timu ya Mbeya City kabla ya kuhamia Big Bullets FC ya Malawi mnamo mwaka 2018. Alikaa katika klabu hiyo hadi mwaka 2021 ambapo alicheza kama kiungo mkabaji. Baada ya muda wake na Big Bullets FC, Azizi alijiunga na Fountain Gate FC kabla ya kusajiliwa na Singida Big Stars. Uchezaji wake mzuri na nidhamu ndani ya uwanja unamletea sifa na nafasi ya kujiunga na klabu ya Young Africans mnamo Julai 2024 katika klabu ya soka ya Yanga, ambapo wamekuwa kiwa na mwendelezo mzuri wa kuwatumikia wananchi. Sasa sakata lake ambalo Andambwile limeweza kuzuka, yeye mwenyewe ameweza kutoa taarifa ambayo kwenye ukurasa wake mtandao wa kijamii wa Instagram ameandika kwamba mimi ni mchezaji wa Young African Sport Club na haki zangu za kimkataba tayari nishalipwa, amesema. Aidha, ameomba waandishi wa habari kuhakikisha wanakuwa na vyanzo sahihi vya taarifa kabla ya kuchapisha habari ili kuepuka kuleta taharuki miongoni mwa wachezaji wa ndani ya timu zao. Niombe ndugu zangu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa wachezaji kwenye timu zao, ameongeza, akizungumza maneno hayo kwa hisia zaidi kutokana na yale yaliyokuwa yakiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Mwisho ni baadhi kwa watu wote waliochanganyikiwa au kuazika kutokana na sitofahamu ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Nini maoni yako kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea ndani ya siku ya jana ya tarehe 12 Novemba mpaka leo siku ya tarehe 13, ambapo pia taarifa hizo tumeweza kuziweka sawa baada ya kuweza kufuatilia kwa kina na kugundua kwamba Andambwile tayari ameweza kulipwa na Dar es Salaam Young Africans stake zake zote ambazo anazidai, pamoja na mwendelezo wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans kudaiwa mara kadha wa kadha pesa kama hizo za masuala ya usajili. Pia inaeleza kwamba viongozi wa klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans walikuwa wanajipanga vizuri kwenda kujibu tuhuma zao katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, na baadaye kwenda kwenye mahakama ya kimichezo kutokana na namna ambavyo Yanga wamekutana na kadhia hiyo nzito zaidi ambayo inaweza ikachafua taswira yao ya kimichezo katika ligi kuu Premier League na ushirikiano wao wa kuweza kununua wachezaji katika ligi mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Hii ni 5 Media, tutaendelea kupasha na kupatia habari kemkem kutoka pande zote za Tanzania. Bye tena mpaka wakati mwingine, bye.